Huyu ni Julius, kijana mpambanaji kutoka Korogwe Bungu. Fundi mahiri wa magari aliyekuja Dar es Salaam kutafuta ndoto zake, lakini mji ukampokea kwa kumwibia kila kitu. Kijana huyu akajikuta akiokota makopo ili mradi mkono uende kinywani. Huko mtaani kwake alikuwepo mwanamke mmoja, Boss Red. Tajiri, mwenye kila kitu, lakini mwenye roho ya chuma na dharau iliyopitiliza. Siku moja saa 4 asubuhi, gari la kifahari la Boss Red likazima katikati ya barabara. Simu haina chaji, jua likawaka, na matajiri wenzake wakampita bila msaada mpaka saa 9 alasiri. Sauti ya chini ya huruma. Kwa mbali, Julius, mwokota makopo, akatokea. Licha ya uchafu wake, aliona ubinadamu mbele yake. Julius, "Madamu, nifungulie bonnet niangalie shida." Sauti ya ukali na dharau. Boss Red, "Wewe? Masikini mchafu kama wewe utanisaidia nini?" Maneno hayo yalikuwa kama msumari kwenye moyo wa Julius, lakini hakurudi nyuma. Alijua ana kitu ambacho Boss Red hana kwa wakati ule, ujuzi na utu. Baada ya kuruhusiwa kwa dharau, Julius akatia mikono yake kwenye injini. Baadaye, sauti ya gari ikiwaka. Vroom. Sauti ya mshtuko na kulia kidogo. Hapo ndipo Boss Red alipovunjika moyo. Machozi yakaanza kumtoka. Akagundua kuwa amekuwa akiishi kwenye gereza la kiburi. "Nilijua msaada unatoka kwa matajiri wenzangu. Sikujua masikini wana moyo huu." Julius kwa unyenyekevu mkubwa akamnyanyua pale alipopiga magoti na kumkumbusha kuwa masikini nao wana haki ya kusikilizwa na wana mawazo mazuri. Sauti ya matumaini na furaha. Usiku ule maisha ya Julius yalibadilika. Kutoka kulala mtaani mpaka kukaa mezani na Boss Red. Ahadi ya karakana kubwa ikawa mwanzo wa maisha yake mapya. Wote wawili wakalia, si kwa huzuni, bali kwa furaha ya sarafu pekee inayoweza kununua amani ya kweli. Kesho. Ujuzi ni akiba. Hata Julius, akiwa mwokota makopo, taaluma yake ya ufundi magari ndiyo iliyomtoa mtaani. Hapo ndo mwisho wa simulizi yetu. Tunaomba komenti zenu kwa maoni na like.